Mtazamaji, hii leo katika simulizi ya Domeko TV tutaangaza safari yenye matukio mbalimbali ya kufurahisha, kuhuzunisha, kupendana, lakini pia na hulka ya kutokata tamaa, kupambana hadi kufikia ndoto. Ilikuwa ni alfajiri ya tarehe 25 April mwaka 2026, jogoo akiwika vyema kana kwamba anataka kuteta neno. Kabla ya jua kuchomoza, zilisikika sauti za furaha na maneno ya faraja ya hapa na pale, wengine huku wakisema hii ndio ile siku pekee iliyokuwa ikisubiriwa na wanafunzi wote kufurahi kwa pamoja, pengine maishani. Mishale ya saa 2 kamili za asubuhi ilipoadia, magari yalijiandaa vyema kujiandaa na safari ya kilomita takriban 103 kwa lisali moja na dakika 41 kwa mujibu wa Google. Kwa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Domeko, iliwagharimu zaidi ya masaa 4 kufika katika ardhi adhimu yenye maua mazuri, mazingira bora na baadhi ya wananchi wakijishughulisha na ukulima wa zao la mahindi Kibaigwa. Wenyeji wetu wa shule ya St. Pio Kibaigwa, miongoni mwa shule iliyomtoa mwanafunzi yakinifu wa uandishi wa habari na utangazaji Musa Vadi, walitusubiri kwa hamu kubwa, bashasha, na wengine huku wakisubiri mabasi matatu kuweza kuwasili. Nderemo, shangwe na vigelegele vilianza kusikika baada ya wageni kuwasili katika shule ya St. Pio, ambako rasmi ziara ya kimasomo ilitaradadi kushika hatamu. Mwalimu wa michezo Ndile Yusuf alitupokea kwa amani na furaha iliyoje, huku akisisitiza neno la shukrani: karibuni wageni, mjihisi mpo kama nyumbani. Masaa machache baadaye, michezo ilianza kuchukua nafasi yake. Kwa upande wa wanawake walicheza mpira wa pete na kwa upande wa wanaume walicheza mpira wa miguu. Lakini kama wasemavyo Waswahili, kwenye nia pana njia. Licha ya kupoteza michezo yote hayo, kwa upande wa timu zote nia ya chachu ya mafanikio ilionekana. Miongoni mwa matukio yasiyoweza kusahaulika, tukio la kwanza ni pale kipaji kinapoonyeshwa hadharani na kukosa msaada kufikia malengo. Kuna wakati msaada unahitajika kumuinua yule aliye chini. Wanafunzi wa St. Pio na chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Domeko walionyesha vipaji vyao kwa pamoja, na mwitikio wa wanafunzi wenzao na walimu walifurahi kwa shangwe, nderemo na vigelegele. Mimi nimepokea vizuri sana kwa sababu binafsi nimefurahia sana kujifunza vitu vipya. Nimefurahia sana, sijawahi kuona vitu kama hivi, lakini kwa upande wangu imenijenga bali kubadilishana mawazo. Ili tukio ni zuri kwa kweli, na tungependa kwamba lijirudie tena, aidha tena kwenye chuo cha uandishi wa habari au wao warudi tena. Ningepata hiyo nafasi ningefurahi sana, kwa sababu mimi binafsi napenda utangazaji na ndio changu kwa mwandishi wa habari. Kwa hiyo nikipata fursa kama hiyo nitaitumia vizuri na nitafurahia sana. Tukio la pili ni pale hisia zinaposhinda maamuzi. Kuna wakati binadamu, maamuzi pekee yanaweza kukujengea kesho yako iliyo bora. Kuna wakati wanafunzi hawakuhitaji tu burudani ya wanafunzi wenzao, bali walihitaji furaha ya mwisho ya kuing'arisha zaidi siku yao. Jora Daramraje Kanji alisimama na kufanya maamuzi bora ya kihistoria katika shule ya St. Pio Kibaigwa. Muda mchache, furaha iliyoje, upendo wa dhati, umoja, amani na mshikamano ndio silaha pekee iliyokuwa ikitawala katika shule ya St. Pio Kibaigwa. Ama kwa hakika, safari si safari tu, bali ni uwanja mpana zaidi kwa kujifunza mengi mbalimbali. Nje na tasnia ya uandishi wa habari na utangazaji,
Kwa hakika Kibaigwa ilikuwa sehemu sahihi ya kujifunza. Taasisi ya waandishi wa habari kwa sababu tunakuja kutangaza chetu, tunajifunza vitu vingi, na hata pia tunatengeneza ukarimu na ushirikiano wa kuwezesha na shule zingine. Sasa upande wetu tunajifunza vitu vingi, pia tunarefresh mind. Utakuwa umejifunza, lakini tunazidi kuendelea kufanya mazoezi. Lakini of course tulivyokuja kwa mara ya kwanza 2024 tulikuwa tuna mentali ukiachilia mbali mambo ya kuna sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza ni kumerelax, sababu ya pili vijana wameshaanza kuwa watu wazima, wametoka kwenye stage ya utoto kwa kwenye stage ya utu uzima. Kwa hiyo vijana wamefocus zaidi na mahusiano ili mazoezi. Tumewatakia vizuri na tunashukuru kwa muda wenu. Tunajua mlikuwa na mambo mengi, mtaweza kuchagua maeneo mbalimbali, lakini mmechagua hapa. Ile swala linatufariji sana, tunasema karibu sana. Lakini kuhusiana na swali lako la pili kwamba hii inatafsiri nini? Hii inatafsiri upendo. Tunashukuru sana watu kutuletea na walimu wetu kuweza kufanikisha jambo hili kubwa na la kihistoria mpaka kuweza kufika wapi Kibaigwa. Bila elimu singeweza kufanikisha hili jambo hili, lakini pia nitumie nafasi hii kuweza kuwashukuru wanafunzi wenzangu kwa kuweza kufanikisha jambo la michango na kuweza kufika hapa Kibaigwa ambapo leo wanafunzi wanafurahia hapa St. Pierre. Tumejifunza mengi. Nyuma ya yote kuna haja ya sisi kama waandishi kusuka waandishi bora kuanzia chini ili kuja kuibua waandishi nguli wa tasnia ya habari na utangazaji. Iliandaliwa na Vera Sudai, The Charming Girl, ikasomwa nami. Langu jina ni Kasim Sadat, a boy all the way kutoka wilaya Kusini katika kijiji cha Paje, Zanzibar. Bye bye, chao, na kutakia mwendelezo mwema wa vipindi vinavyoendelea. Na hata kujenga hoja vitani kama hoja na mpana jibu hoja sikuwaga na akili mpaka mapolisi wakaanza kunijadili. Nilitukiwa na watu kozi, nilikuwa mwizi wa nguo mpaka viatu. Walitaka sinadini nikumitia swala mina kurudia shule. Sikutaka mabishano yote wenye dharau, niliwakata mikono. Roho yangu inasuta.